Ah, Bwana Yesu asifiwe, ndugu zangu. Nina furaha jioni ya leo kuja mbele yenu tena, na tunaendelea na mazungumzo haya kwa sababu lazima tuyazungumze. Lazima tumtangaze Kristo ambaye anaokoa. Unajua, wakati mwingine haya maisha tunayoyaishi, unaweza fikiria kwamba ni wewe unajiwezesha, lakini kuna yule anayekuwezesha wewe katika maisha. Kwa hivyo karibu katika sehemu yetu ya pili ya ushuhuda. Nilikupa sehemu ya kwanza ya uponyaji ambao Mungu aliniwezesha kuniponya, lakini nataka kukuelekeza pia katika sehemu nyingine ambayo pia ni sehemu muhimu sana. Nataka utege masikio vizuri ndio ujue maajabu ya Mungu, kwamba yoyote anayemwamini Mungu kwa kweli atayaona maajabu ambayo hajawahi kuyaona. Mimi nilikuwa na safari ambayo ilikuwa ni ya kikazi, na nilikuwa natoka Nairobi niende Mayumayu, niende mpaka Nakuru. Na kwa kweli safari yetu ilikuwa nzuri. Hatukutarajia kama kuna kitu kingine kingeweza kutokea katikati, wala hatukuwa na mawazo kwamba kuna chochote ambacho maybe shetani alikuwa amepanga kwa ajili yetu. Tulikuwa watu wawili ndani ya lile gari, na tuliposafiri kwa hakika tulitoka Nairobi vizuri, tukapita sehemu zote ambazo tulikuwa tunahofia kwamba ni sehemu ambazo ni hatari, na tulikuwa tumeenda mpaka destiny yetu ya kwanza, mpaka tulikuwa tumefanya delivery yetu ya kwanza. Kwa hivyo tulikuwa tunaelekea katika sehemu yetu ya pili kwenda kufanya delivery. Tulipokuwa tunasafiri, tukitoka delivery yetu ya kwanza, tuliingia kwa barabara vizuri, tukawa tunaenda kabisa vizuri, hakuna hofu, hakuna neno lolote ambalo liko katikati ya mawazo yetu. Ilikuwa ni kwamba tumalize kazi na tuweze kurudi tukiwa salama, lakini hatukuwa na mawazo mengine kwamba huenda kuna kitu kingine zaidi ya vile sisi tulikuwa tunafikiria. Unajua, binadamu sisi tunajipenda sana, na huwa tunataka mambo yetu yawe sawa. Kwa hivyo tukawa tumeenda tu, tumefuata mlolongo wa magari, lakini kulitokea na tukio ambalo halikuwa ni tukio la kawaida. Tulikuwa tunafuatwa na gari nyuma, na hili jambo ninalo kuambia ndugu, wewe utakaye tazama video hii, ninakufundisha kumtegemea Mungu sana. Acha kutegemea akili zako, acha kutegemea maarifa ulio nayo. Inawezekana hayo maarifa hayatakusaidia siku moja, na akili ya mwanadamu huwa ni ya upotofu, si akili ambayo inajenga. Na unaweza kuwa na maarifa ambayo unafikiria kwamba inakusaidia, lakini mwisho kumbe sio maarifa ya kukujenga. Kwa hivyo ghafla kuna gari ambalo lilikuwa linatufuata kutoka nyuma. Huyu ndugu alikuwa na mawazo ya kutupita sisi, na mbele yetu tulikuwa na gari nyingine ambayo ni trailer ama container, na kulikuwa na container nyingine ambayo ilikuwa inakuja kwa upande huo mwingine. Kwa hivyo huyu ndugu ambaye alitaka kutu overtake alitoka akaenda katika side ambayo ingemwezesha yeye kutupita, lakini mbele yake kulikuwa na gari nyingine. Kwa hivyo alilazimika tena kurudi sehemu ambayo sisi tulikuwa. Na huyu ndugu aliporudi, kulingana na speed aliyokuwa nayo, aliweza kutugonga. Alitugonga kabisa, tukaingia kwa lile trailer ambalo lilikuwa mbele yetu. Ndugu, maajabu ya Mungu ni mengi, na Mungu ana njia nyingi ya kuweza kukuokoa wewe. Kuna watu wanasema
kama siku yako ya kufa haijafika, kwa kweli hautakufa. Na wale mmeweza kushuhudia ajali, huwa inaleta picha mbaya sana, inakuweka wewe kama mwanadamu kwa sehemu ambayo mawazo yako yanaisha kabisa. Kwa hivyo tulipogongwa, tulijipata kwamba ile gari letu limebondeka kabisa, yaani kiasi kwamba hiyo bonnet, wale mnaofahamu lori, ile kichwa ya mbele mahali driver na makanga wanaketi, ikawa imebondeka kiasi kwamba hatungeweza kujitoa. Kwa hivyo kwa wakati huo, wale waliotutazama waliona kama sisi tumekufa, hawakutarajia kwamba tungeweza kuamka. Na maajabu ya Mungu kwa kweli anafanya kazi ambayo mwanadamu hawezi akafanya. Na kwa wakati huo siwezi kuwadanganya kwamba nilikuwa na kuna kitu chochote kizuri nilikuwa nacho ndani ya akili, lakini niliweza kupoteza fahamu, na baadaye nikarudisha fahamu. Niliporudisha fahamu, ndipo niligundua kwamba gari letu limegeuka na kuangalia mahali tulitoka. Tulikuwa watu wawili ndani ya lile gari, lakini kwa bahati nzuri yule makanga ambaye nilikuwa na yeye pia aliumia, lakini haikuwa ni yale majeraha ambayo tunaweza kusema kwamba yangeweza kusababisha tuweze kupoteza maisha. Lakini kitendo ambacho Mungu alikifanya na kitendo cha sisi kuokolewa kimiujiza, ndio kitendo ambacho kinatupa sisi nguvu ya kuweza kukupa ushuhuda wewe unayekata tamaa. Usikate tamaa. Kuna Mungu ambaye anangoja wewe uweze kumlilia. Kuna Mungu ambaye anakutazama wewe kila siku. Ana sababu kwa nini uyapitia haya maneno. Kwa hivyo tulipojipata katika ile hali, ikawa ni kwamba sisi wote hatujiwezi tena. Yeye akawa amevunjika mguu na mimi pia nilikuwa nimevunjika mguu. Kwa hivyo kujitoa pale ndani ikawa kwamba inahitaji watu wakuja watusaidie. Na kwa bahati nzuri tulipata yenyewe wasamaria wema ambao walikuja na wakatusaidia. Na usaidizi tulioupata kwa hakika haukuwa tu ni kwamba tulitolewa mle ndani, lakini walitusaidia mpaka wakatupeleka hospitali. Na tunashukuru Mungu kwa sababu pia wale ambao wanatusimamia wakachukua jukumu na wakakuja wakatupeleka mahali tulipata matibabu. Kwa hivyo ndugu yangu, na wewe unayetazama video hii, mimi nitazidi kukuambia kwamba kama haujawahi muamini Mungu na kama haujawahi pata nafasi hata kidogo ya kumwamini Mungu, hebu jaribu. Kwa sababu kuna matukio mengi sana ambayo Mungu anatuzuia nayo kila siku. Kuna matukio mengi sana ambayo inatufanya sisi, kama Mungu hangeyaruhusu, kama Mungu angeyaachilia, kwa kweli sisi kama wanadamu tungekuwa tunakwisha kila wakati. Kuna habari nyingi tunazozisikia. Kuna habari nyingi ambazo hata wewe uende ukawa umehusika moja kwa moja. Lakini unapotoka mle inakuwa ni maajabu makubwa. Ni jambo ambalo linakupa furaha. Ni jambo ambalo unaweza kulishuhudia kwa watu wengine wapate kumtambua Mungu wa kweli, ambaye kwa kweli anaokoa bila mipaka. Kwa hivyo tunapoendelea na safari hii, mimi naomba kwamba tujifunze kumtegemea Mungu kwa kila jambo. Kwa sababu pasipo kumtegemea Mungu na pasipo kuweka mawazo yetu kwa Mungu, inawezekana kwa hakika kwamba tukapoteza mengi. Kuna mengi ambayo shetani anapanga juu yako,
lakini wewe haujui ni nini shetani anapanga juu yako. Lakini Mungu ana ufahamu ya kile ambacho shetani anapanga. Unajua katika mawazo ya shetani anatujua sisi kuliko vile sisi tunavyomjua. Lakini shetani hajui mawazo ya Mungu, lakini Mungu anajua mawazo ya shetani. Kwa hivyo chochote anachokipanga juu yako, Mungu anakizuia mapema, na atazuia mambo mengi sana ambayo yanaweza kutokea katika maisha yetu. Kwa hivyo ndugu zangu, mimi nitazidi kuwahimiza na nitazidi kuwaambia kwamba Mungu wetu ana mipango mema juu ya maisha yetu. Mungu wetu anatupangia mambo mazuri. Jambo linapotokea, kawaida ya binadamu sisi tunaangalia mwisho wa jambo, lakini Mungu anaangalia zaidi ya vile hilo jambo lilivyo. Mungu alishaishi kesho, kwa hivyo anajua kesho ni nini ambacho kinaweza kutupata. Mungu wetu ana ufahamu. Future yetu sisi ni past tense kwa Mungu. Kwa hivyo kama future yetu ni past tense kwa Mungu, inamaanisha kwamba sisi kama binadamu hatujui ya kesho, lakini Mungu anayafahamu ya kesho. Tunafaa kufanya nini? Tunafaa kuchukua jukumu ya kuelekeza mawazo yetu kwa Kristo. Tunapoelekeza mawazo yetu kwa Mungu, Mungu anakuwa na nafasi nzuri ya kufanya kazi ndani yetu. Anapofanya kazi ndani yetu, uwezo tunaopata, hatupati uwezo wa kibinadamu, lakini tunapata uwezo wa kiroho, ambayo inatufanya sisi katika maisha yetu ya kila siku tukue kiroho na tuendelee pia kukua kimwili. Kwa hivyo ndugu zangu, nawahimiza jioni ya leo kwamba hatutaonea haya injili hii, kwa sababu injili hii ni uweza na nguvu za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wewe ukitendewa jambo, huwezi kunyamaza. Lazima tuendelee kuhimizana na tuendelee kutiana moyo katika safari hii ambayo imejawa na changamoto. Mungu wa amani azidi kuwa nanyi na azidi kuwaongoza kwa kila ambacho mnakifanya, na chochote mtakachokifanya, mnapofanikiwa, endeleeni kumrudishia Mungu sifa na shukrani. Asanteni.